Kabla hujatoa maamuzi ya kuhusiana na swala la kutoka na kwenda kuandamana, cha kwanza unatakiwa kutambua nani anayeratibu maandamano, na anayeweza kuyaratibu maandamano yeye anakaa wapi, anaishi wapi. Ukiwa kama ni kijana taifa la kesho, tegemezi katika familia yako, iwe baba, iwe mama, iwe mtoto, before hujanyanyua jiwe na kukutana na bomu la machozi. Wakati unapigwa bomu la machozi, unahangaika na bomu la machozi, aliyolatibu amevaa maski. Wakati unahangaika, inafyatuliwa risasi ya moto, inakukuta wewe, aliyoratibu maandamano hapo hayupo. Unamwagiwa maji ya kuwasha, shida unaipata wakati wa maandamano, aliyoratibu pale hayupo. Kwa nini uendelee kuitia hasara nchi yako na taifa lako kwa mtu usiyomjua, anayekwambia nenda kaandamane? Wewe ni mwanaharakati wakati yeye tayari amekusaliti, amechukua tayari, ameshachukua pesa na amegeuka, amekuwa sio mwanaharakati tena. Umwamini nani? Serikali yako, taifa lako, ama yule anayekaa kwenye mtandao kukwambia kaandamane, ameshachukua pesa, amenyamaza kimya? Wewe sasa unaendelea kuwa na hasira ya kuhusiana na swala la kwenda kuchoma moto mali za wawekezaji ambao wanakufanya wewe pia unapata mzunguko wa kipato. Sasa mimi nikiwa kama kijana, na kwa wewe kijana, achana kabisa na hizi habari za kuhamasishwa kwa kupitia njia ya mtandao. Ikiwa mtu anayeratibu maandamano wewe umjui, nia yake hujui, ana shida gani, ana mipango gani, kaa ndani, achana kabisa na hizi habari. Unafikiria mwekezaji anaingia vipi hapo wewe unapoenda kuchoma moto sheli, magari na vitu vingine visivyokuwa na msingi wowote? Ni fundisho kwa kupitia sinema hii ambayo inaitwa Jawan. Anakuja kumjibu Patan. Lakini mimi kwa kupitia fursa sinema hii niko tayari kuendelea kuhakikisha wewe kama kijana, kaa ndani, achana ya bara ya maandamano, itakugharimu. Wale manguri wanaharakati wameshachukua pesa, tulikuwa tunasikia kila siku wakiongea katika mitandao. Leo wameramba pesa, wewe unaenda kupigwa risasi, hasara kwa familia yako. Achana kabisa na hizi habari, zitakukosti.